usisahau kusubscribe, like na comment. Dodoma kuna mfanyabiashara maarufu sana anaitwa Charles Kalinga, lakini yeye anatambulika kama Charles Pub. Hivi sasa tunapozungumza yeye amenusurika kifo baada ya kadhi wa eneo la kule linaitwa Swaswa kule Dodoma kumshushia kipigo, tuhuma zikiwa ni kwamba alikuwa amembaka binti mwenye umri wa miaka 17. Sasa huyu ni mama wa mtoto huyu akitueleza. Akaondoka kwenda kanisani. Aliporudi akanifuata tena pale, maana alimtoa bado niko pale. Akasema mama, naomba basi hela nikanunue mahitaji, kaa nikule nipike. Nikamwelekeza hela ilipo. Nimekaa hapo, baadaye nikasema ngoja niende nikaangalie tuagiza tuchukue mboga pale, walikuwa wamechinja nyama pale kwa jirani hapo kwenye kwa. Nimeenda sasa, babake mdogo akasema mama yetu hapo nyumbani kuna ishu gani? Mbona namuona Chazi anakuja kwako na kutoka anakuja? Nikasema mimi nilikuwa pale kibandani sijajua. Basi nikaingia ndani, nilipo ingia nikakuta moto tu unaisha. Mtoto hajabandika cha sufuria ya ugali wa nini. Sasa baadaye nimebandika, nikatoka nje nikaanza kuuliza. Nikamwambia hebu baba Ruth muangalie Chazi yuko huko ndani kwenye pombe. Akasema hayupo. Bado sasa nashangaa na sikiliza nifanye nini ili nijue huyu mtoto yuko wapi. Nikaa nasikia kelele pagaleni. Baadaye nikasema hebu ngoja niite. Nikaita kwangu mama nakufa. Ndio sasa nikakimbia kuingia mle pagaleni. Nilipokimbia kwenda pagaleni nilikuta yule baba bado amemwangania mtoto, yani nimefanya kumvuta kamlalia mtoto. Ndio nikapiga kelele, watu wakaja pale. Baada ya kupata tukio hilo, binti huyo alipelekwa hospitali na Dr. Caroline Damian, yeye ni kaimu mganga mfawidhi katika hospitali ya rufaa ya kule Dodoma. Yeye alimpokea binti huyo. Jana majira ya jioni tulimpokea mgonjwa anaitwa Charles Kalinga katika eneo la wagonjwa wa nje, na alikuwa na majeraha ya kupigwa kutokana na historia ambayo tulikuwa tumeipata. Charles alilazwa katika wodi namba 1 na kupatiwa matibabu, lakini aliendelea vizuri na leo asubuhi ameruhusiwa kwenda nyumbani kuendelea na matibabu. Rogers Mtunya, yeye ni balozi wa mtaa ambao unaitwa Kidongo Chekundu, anasema kwamba mtuhumia huyo ni kawaida yake kufanya vitendo vya ubakaji. Hilo tukio ilikuwa jana muda wa saa 1. Nikawa mimi nipo sehemu nafanyaga biashara ya kuuza nyama, hayo mazingira, nikasikia mama mwenye mtoto anapiga rwangi kwamba mtoto wangu anabakwa. Nikabidi nitoke naenda nakimbia. Nafika pale mimi nilikuwa mtu wa pili. Yaani baada ya yule mama alivyokuwa nakimbia kwenye lile pagari alipokuwa amemuingiza yule mtoto. Kwa hiyo nikuta mama mzazi amemshika yule bwana mkanda kwa nyuma akiwa amemlalia sasa yule mtoto yule bwana. Kwa hiyo nilipofika pale kelele za ile mama, kwa hiyo watu wakazidi kuongezeka pale, wakajaa, ndio akakamata yule bwana. Alipata kipigo kidogo na watu, lakini ikabidi viongozi tusimamie kwamba lisitokee tatizo la kuua. Tukatoa taarifa polisi. Baada ya muda kuna askari ambaye anaishi pale Swaswa akajenga nyumba yake, alifika na kuweza kuzuia lile tatizo mpaka polisi walipokuja na defender kuja kumchukua huyu bwana, sababu naishi naye pale mazingira yale. Fujo hizi anazifanya sana kwa sababu alishai kuingia nyumba ya dada mmoja. Alipoingia pale aliingia yani kwenda kumvamia, akakuta ile bahati nzuri ile dada akaa hayupo. Kwa hiyo alichofanya pale alisambaza nguo nyumba nzima baada ya kumkosa. Kwa hiyo ni mzoefu wa matukio kama la mgambo likilia kuna jambo. Sasa tukio lililotokeza Dodoma kule halitofautiani sana na tukio ambalo limetokea Tanga, ambapo linamhusu binti mmoja mwenye umri wa miaka 9 ambaye pia amebakwa na kulawitiwa na kijana mmoja ambaye walikutana wakati binti huyo akitoka shuleni. Huyu ndiye mama yake mtoto huyo. Nimejisikia sana uchungu mwanangu kubakwa. Mwanangu karibiwa, mwanangu hana uzima. Mpaka sasa hivi nimechanganyikiwa. Mwanangu sasa hivi anaogopa hata kwenda shule. Asema hali yangu nilikoponao bado nauma mama kwa ndani. Alafu isitoshe bado mimi namuogopa yule mtu, bado anaonekana. Nimechanganyikiwa, nimeshtuka kwa rohoni mwangu kwa sababu huyu mtoto kashamharibu, na ikiwa yeye katoka kwa zamana atakuwa yule tena yupo huru, yule kijana afungwe. Asipofungwa ataendelea, atoacha. Muda mwingine huaga anakaa baridi, bado anatumia dawa. Nimeambiwa nikimaliza ndio nikachukue tena dawa meze. Wananchi nao wanasemaje kuhusiana na tukio hili? Hata hapa kwetu pia kishatokea sana tu. Sema ndio hivyo, kuna wazazi tena ukisha nani basi watu twayafumba yaishia humu. Mwanangu afanywa kitendo fulani, nataka ushahidi, mtu anaogopa lawama. Mimi naogopa lawama. Mtoto wa mjomba yule kamfanya mtoto wa shangazi. Saba yaacheni jamani, ukoo utakufa. Tutatizamana vipi? Nao viongozi wetu pia waache hizo tabia zao za kuchukua hongo. Kuna mtu ambaye mzee kabisa na umri wa miaka 60 kambaka mtoto wa miaka 9. Kapelekwa kituoni, tukajua namna gani vipi atashughulikiwa. Asubuhi saa 3 amkuta mzee yupo hapa, mzapiga kombe lake la uji apangishwa gari nda zake. Kwa nini umrudishe? Ubakaji hauwi
ushi. Ingekuwa imempa ni adhabu kali ule mzee, hata kama aoni. Kamweka ndani hata miezi miwili basi. Mwizi wa kuku kipeleka polisi pale atachezea miaka. Swala la kujuana linafanya mpaka kitendo cha ubakaji kinaendelea. Tunavyoona aibu, swala linaendelea na halitakoma ili swala. Ili kukomesha tabia hii ya ubakaji, Zainab Abdalla Isa, yeye ni mkuu wa wilaya Pangani, ana lake la kusema. Mabinti katika umri mdogo sana ambao wamebakwa na wengine wamelawitiwa ni kitu ambacho kimeniumiza sana kama mwanamke. Ni jambo ambalo halikubaliki kidini wala kisheria. Mimi kikubwa sana ambacho nitaanza kukifanyia kazi, kwanza kuhakikisha kwamba nakuwa balozi wa wasichana. Nitapita hasa katika mashule yote ya msingi na sekondari kuweza kuzungumza na mabinti waweze kujua haki zao ni zipi, lakini pia kuhakikisha nafuatilia kwa ukaribu kesi ambazo zinaendelea kuhusiana na hawa mabinti ambao wamenyanyaswa kijinsia. Na mimi tu labda niwaombe wananchi wangu, najua hivi vitendo viko chini mnavifahamu, na waomba msivifumbie macho, mtoe taarifa katika vyombo vya dola. Nitazungumza na OCD kuona jinsi gani ile dawati la jinsia liwe linafanya kazi effectively. Wasikae kutegemea kesi zije, wao waende kuzitafuta hizo kesi alafu ziende mahakamani. Na mimi nasema hizi kesi nitazifuatilia kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa hawa mabinti ambao wamefanywa vitendo hivi viovu. La mgambo likilia kuna jambo. Kweli rate ya ubakaji ina 39, anapatikana eneo la Ibangula kule Mwanza. Hivi sasa anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumbaka binti mwenye umri wa miaka 11. Kumbaka mtoto kwa miaka 11, kisikia mtu mwenyewe wa miaka 39, kweli inasikitisha. Na mimi kama mzazi sioni kama ni jambo jema. Tamaa za ajabu, ingao kuna wanawake wengi, lakini mtu anaona hapa kwa vitoto vidogo kama hivi. Kwa kweli sio tabia nzuri. Kwa vijana wenzangu na watu wazima, wamrudie Mwenyezi Mungu. Haya mambo hautakao yafikirie. Hata wazazi wenyewe waweze kukaa vizuri na watoto wao, kuwalinda. Unajua kweli dunia sio nzuri sasa hivi. Tendo alichokifanya huyo mtu ni mbaba ambaye anaweza akamzaa yule mtoto. Kwa hiyo yani yule baba anastahili adhabu ya hali ya juu, kwa maana yani alichokifanya kitendo sio kizuri katika kwenye jamii. Apewe adhabu inayolingana na kila alichokifanya. Astahili kwanza kwenye jamii. Ahmed Msangi, yeye ni kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza ambaye pia ni naibu kamishna wa polisi. Yeye kuna wito ametoa kwa wazazi kule Mwanza. Huyo mhusika amekamatwa na yuko kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano na kukamilisha upelelezi kwa tuhuma ambazo ametuhumiwa nazo za kumbaka watoto wa miaka 11. Tukishakamilisha mhusika na umri wake wa miaka 30 kitu kwenye kitendo kama hicho, tunamfikisha mahakamani. Sababu tabia hii naona kama inashika kasi hapa maeneo ya huko Mwanza. Watu kuanza kubaka, tengeneza mkakati kuangalia namna gani kuweza kuelimisha jamii kuhusiana na makosa aina hii ambayo yanakwenda kinyume na mila zetu, mila desturi. Sababu si jambo la busara ambalo mtu anaweza kuelewa wa mtu mzima kurupuka na kuweza kukamata katoto kadogo ya miaka 11 na kufanya kitendo hilo